guys, welcome back to my channel. Like na subscribe. Sasa nilikuwa naongea nikisema nasikia baridi. Kuna baridi. Like na subscribe. Nilikuwa nasema kuna watu mna tabia. Kuna watu mna tabia. Ukienda kanisani kwenu unataka kukaribisha watu kwa kanisa yenu. Sikatai kukaribisha, si mbaya. Haya. Wengine mnaenda kanisa, mnaanza kusema pastor wetu ni mzuri. Ukiona mwenzako ameenda kanisa ingine ni kama ambaye una machungu fulani, inakuuma. Wenyewe tunaabudu Mungu ni yule mmoja tunaabudu. Tunajua. Mimi naenda kanisani nikijua ninaabudu Mungu. Si ndio? Sijui hiyo pastor kama pengine kama ana mambo yake ni shauri yake. Lakini wewe unaenda kanisani ukijua naabudu Mungu. Kama ana mambo yake ni yeye na Mungu wake. Si ndio? Kenye nilikuwa nasema ni unaona mtu ameenda kanisani kwao, useme kama unaenda useme AIC. Kama unaenda Catholic, kama unaenda makanisa ni mengi. Naanza kuambia mtu kanisa yetu ndio nzuri, unajuaje kama ni nzuri? Siwache Mungu mtu aende mahali anasikia roho yake nataka. Sikute mtu kanisani kwenu unaanza kumlazimisha, akikosa kwenda na machungu na yeye. Yeye ndiye anajua. Sasa nilisema acha mtu aende mahali anasikia anaona kuna amani na anaona mahali penye anaona kuna Mungu. Silazimishe mtu ati unapiga kifua lazima uende huku. Kila mtu atakufa peke yake. Kila mtu atazikwa peke yake, hakuna mwenye atazikwa na mwingine. Ulizaliwa peke yako. Si ndio? Silazimishe mtu atinataka twende kanisa, akikataa unamkasirikia. Kila mtu anaabudu Mungu, anatafuta Mungu peke yake. Hakuna watu wengine huku mnasukuma watu wasafikiri kila mtu walikuja hii dunia peke yao. Na hivyo utaondoka peke yako. Kuitana simba, unaweza mwambia twende. Ukiona hataki, usilazimishe mtu ama mkasirikie. Kama umeanza kumweka kwa roho ati lazima. Kwani kwa maombi wapi andiko ni lazima mtu ulazimishe mtu mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu ya mtu anajitakia mwenyewe. Akikataa amebana na mzigo wake mwenyewe na wewe umebana na wako. Una tabia zingine unaona mtu twende kanisani kwenu anakuambia acha niende mahali nimeridhika nasikia ninaendanga. Silazimishe mtu. Mimi hata kanisa yenye naenda si yenye mzee wangu anaenda. Yenye kanisa naenda si yenye mamangu anaenda. Yenye kanisa naenda si yenye madada zangu wanaenda. Kila mtu abebana na msalaba wake. Si ndio? Silazimishe mtu ama uone mtu aendi kanisani uanze kumpangia. Yeye ndiye anajua ni kwa nini. Wewe masikia nyinyi wanadamu. Mna kazi nyingi sana. Ukiona umemwambia twende amekataa. Chana naye. Kila mtu atabebana na mzigo wake. Siku hizi imekuwa ni kama lazima. Sijui mnasukumia watu lazima. Siwache mtu aende mahali anasikia roho yake iko safi na imeridhika. Kwa sababu ukimsukumia hapo mahali kama hajataka ameenda kwa sababu yako, hakuna kitu. Ataenda kukaa tu akiangalia watu. Kuna kitu atabeba hapo na hakuna Mungu atakuwa ndani yake. Atakuwa mmeketi tu kwa sababu roho yake iko inapataka. Acha mtu aende mahali anasikia roho inataka. Si ndio? Hiyo Kristo mnatotabia
unataka kusema pasta wangu sijui nini ako sawa, unakaa naye, haulali naye, hauendi naye mahali, yale mambo anafanya uyajui. Pengine akitoka hapo anaenda zake kufanya mambo yake, kama anaenda kwa pombe kulewa, ndio kesho saa nyingine mkutane tena. Sisifu mtu, wewe jisifu wewe mwenyewe. Sisifu mtu mwenye hujakaa naye. Pasta pia ni wanadamu kama sisi. Hata mtu aende mahali anasikia roho yake inataka. Usiende kusukumia mtu, hiyo tabia mimi siipendi. Tunasukumia mtu, twende mahali fulani, twende kanisa fulani, akikataa mnasukumana. Hata unapata ndoa zingine zinavunjika ati kwa sababu ya mzee wangu amekataa kwenda, kwa hiyo mimi sitaolewa na yeye. Hapana, huyo mzee utakufa na yeye, utazikwa na yeye. Hata kama mtakufa pamoja pengine na accident, mtazikwa mahali pamoja. Hata mkizikwa mahali pamoja, kila mtu atahukumiwa peke yako. Utaitwa waambie mzee wako, wewe huyu mzee wako kaa. Kwa Mungu hakuna mambo kama hayo. Kila mtu atahukumiwa peke yake. Kwa hiyo wewe jibebee msalaba wako peke yako. Usianze kusukumia mtu. Twende. Ukiona mtu hataki, silazimishe mtu mambo ya Mungu. Ukiona mtu hataki, achana naye. Si ni sawa. Mimi Wakristo ndio mna hiyo tabia. Hata Waislamu pia wengine wana hizo tabia. Leo tuko sote. Kuna huku na huku. Kwa hivyo, ukienda kumwabudu Mungu, abudu Mungu. Hata ukienda kwa pastor ukiambiwa huyu ana mapepo, anajua amepelekwa hapo, Mungu anajua umeenda hapo kwa sababu unamtafuta. Mapepo yake atabebana nayo mwenyewe. Kwa sababu saa hii hakuna, huwezi jua ni nani mzuri, ni nani mbaya. Dunia mahali tunaelekea hatujui yani. Nasikia mtu akisema roho wa Mungu mahali, wengine hata hakuna roho wa Mungu anaonyesha. Unapata anaenda kwa hiyo pastor, baadaye unasikia kisasa. Sasa unashangaa huyu mbona huyo roho wa Mungu alikuwa anasema atamuonyesha, mbona hakumuonyesha? Kwa hivyo kama mnaabudu, mtu aabudu akijua anaabudu Mungu. Usiende kanisani ati kwa sababu ya pastor, usiende kanisani kwa sababu ya rafiki, usiende kanisani ati kwa sababu ya bwanako, usiende kanisani ati kwa sababu ya sistako. Nenda ukijua nenda kumwabudu Mungu. Saa hii hiyo ndio tunajua. Mwingine anasema naenda kanisani kwa sababu rafiki yangu anaenda kanisa fulani. Watu wengi tuko na hiyo tabia. Naenda kanisani kwa sababu bwanangu anaenda hiyo kanisa, ndio tuonekane na bwanangu. Naenda kanisani kwa sababu sistangu anaenda huko. Hapo hujaenda kuabudu Mungu. Naenda ile kanisa unasikia roho yako iko na amani, imeridhika. Nenda hiyo kanisa kinasikia usingizi. Lakini silali. Lazima niongee na nyinyi niwaambie. Hamusikiangi maneno. Lazima niongee na nyinyi mnisikie. Kwa hiyo tumesema nenda kanisani ukijua naenda kumwabudu Mungu. Usiende kanisani kwa sababu rafiki anaenda ama mzee wako ama kazini yako ama wengineo ama mamako. Kanisa yenye unajua unasikia roho yako iko sawa. Ukataka kuabudu Mungu, Mungu anaabudiwa. Na kuna kitu kingine nilikuwa nataka kuambia. Hii dunia pia nimegundua siri. Siri moja ni dunia nimegundua siri. Hiyo siri moja ni kusaidia. Siri moja ni kusaidia. Kusaidia ni siri moja niligundua.
inafanyanga mtu anaenda mbali na anaishi na furaha. Kusaidia ni kitu moja nimegundua, huwezi kosa ukalala njaa. Kwa hivyo wenzangu, ninawaambia kama una kitu, na naongea nikirudia, kama unajua uko sawa kimfuko, usione maskini pale nje akiteseka ukose kumsaidia. Usione mtu amekuja kwako kukuomba na hana kitu ukose kumsaidia. Hiyo ndio kitu nimegundua. Ukisaidia hutawahi lala njaa. Ukisaidia, yani kuna mambo mengi kusaidia inafunika mambo mengi sana. Kusaidia, kuna watu hapa nje wanasema fulani ako, lakini ukisaidia hutawahi lala njaa. Hiyo ndio kitu nimegundua. Ni siri nimegundua. Utakuwa wewe ukiishi unamuona Mungu tu. Ukiishi ukikaa unamuona Mungu tu. Hiyo ni kitu moja. Iwe ni yatima, iwe ni mtu amekosa, hata kama ni nani, umeona huyo mtu hana kitu ya kukula, mpe. Mpe. Achana na wale wenye wanajifanya, huyu hana, unajua kabisa huyu hana na amekosa mpe. Utawahi kosa chakula hata siku hata moja. Hiyo ni kitu nimegundua. Kuwa mtu wa kusaidia. Hata mambo mengi Mungu atakuepusha. Na si kusaidia na chakula peke yake, kuna mambo mengi. Kuna mtu anaweza kosa mahali pa kulala. Ukamkaribisha kwako ukamwambia leo lala hapa kwangu. Ni vitu nyingi sana. Unapata mtu hana kazi, anahangaika, unajua mahali kuna kazi, peleka yeye. Usikuwe na ile kunyima mbana watu wangu hawako kazi, mbana pengine wana kitu ya kukula. Peleka yeye huyo mtu, mwambie kazi ndio hii. Utawahi kosa siku hata moja. Utakuwa ukifika mahali ukiona kama mbona unataka kuanguka, Mungu anakuinua. Hiyo ni siri nimegundua na nimeishi nikijua saa hii. Unasikia wenzangu? Kusaidia ni kitu muhimu sana. Utawahi kosa chakula. Utakuwa ukitaka, ukiona kama mbaya, wakati umeshikwa na stress unasema sasa leo itakuwa aje? Ndio Mungu naye anashuka. Unasikia watu wangu? Hiyo ndio vitu nawaambia. Usiwahi ona mtu amekuja kwako kukuomba, na unajua huyu mtu hata kama ni mwenda wazimu, mpe. Hata kama ni shilingi 10 uko nayo, mpe. Utamuona Mungu. Iwe ni mtoto anakuambia leo tumelala njaa, mpe. Iwe ni mama anakuambia leo sina, mpe kama uko nacho. Utawahi kosa siku hata moja. Hiyo ni kitu nimegundua. Na umpe na roho safi. Usimpe ukinungunika. Ukisema sasa nampa hii, kesho nitakula nini? Mpe ukisema Mungu atakuonyesha njia zingine, kesho utapata chakula ya kukula. Mungu atakufungulia njia. Sasa na ndio nilikuwa nasema nimefika hapo, mimi sina la kuendelea kwa sababu nilikuwa na usingizi. Sasa ni usiku, leo nimechelewa, nilikuwa nimeenda mahali nikachelewa. Nilikuwa nataka pia msubscribe na mlike na mcomment. Mbaya ni kuangalia na kupita. Subscribe na mlike na mcomment. Utakuwa sawa. Nitawaambia mengi. Sawa, mlale poa. Pia mimi naenda kulala. Nawapenda sana. Unasikia? Nawapenda mimi. Unaona leo nimechukua video usiku, si kwa mchana. Nilikuwa nimetoka. Mlike na msubscribe na mcomment na mshare pia kwa marafiki. Msikuwe na roho mbaya. Msikuwe na roho chafu. Watu wengine wanasema wewe unamlaikia nini? Ni nini anaongea ya maana? Msikuwe na hizo roho. Hizo ni roho za shetani. Like,
Na pia msikuwe na madharau. Wengine mna madharau sana. Sasa hii ni nini anaongea? Like, subscribe na comment. Na Mungu atakubariki. Atakufungulia njia. Kwa yote unaona unapitia magumu, Mungu atakukomboa. Sawa? Usione Mungu amekuacha. Mungu ako pamoja nawe. Asante.